Msimu umeanza sasa na kwa kiasi kikubwa wakulima wameanza kuitikia kuuza pamba, na mpaka sasa kwa sehemu kubwa, kwa elimu iliyotolewa na maafisa wa bodi ya pamba kwa kushirikiana na halmashauri zetu za wilaya ambako pamba inalimwa, pamba ya wakulima kwa sasa ni safi. Kuna mambo mawili ni wasisitize wakulima. Tutambue kwamba pamba ni bidhaa kama zilivyo bidhaa nyingine zote zinazotafuta soko la uhakika. Kwa hiyo usafi na ubora wa pamba ni msingi muhimu sana wa kuimarisha soko letu la pamba kimataifa, tukizingatia zaidi ya 70% ya pamba yetu inauzwa nje ya nchi kwenye ushindani na pamba inayozalishwa kwenye nchi zingine. Kwa hiyo tunawahimiza wakulima kuhakikisha pamba yote inayoenda kuuzwa kwenye vyama vyetu vya msingi iwe imechambuliwa, kwa maana imeondolewa vikonyo na takataka zote zisizokuwa pamba. Lakini pia nawahimiza wakulima kuto kutumia mifuko ya sandarusi katika kubebea pamba. Nyuzi za sandarusi zinaathiri ubora wa nyuzi, hivyo kupelekea ubora wa ile pamba yetu kushuka. Kwa hiyo nawahimiza sana wakulima wazingatie usafi na ubora wa pamba kama walivyoelekezwa na wataalamu, lakini katika uvunaji na uhifadhi wa pamba uwe salama. Lakini sambamba na hilo, swala la pili, naomba niwahimize wakulima, bei ya pamba kama nilivyosema awali inategemea soko la dunia, ambapo 70% ya pamba yetu inauzwa nje. Soko linayumba kwa maana halijawa imara sana kuhakikisha bei kuendelea kupanda au kuwa nzuri zaidi. Kwa hiyo tunawahimiza wakulima wanapovuna pamba yao waende wakauze pamba, ili isije ikatokea hadhari zozote zinazoweza kuathiri mauzo yao. Na katika kufanya hivyo, tunawahimiza kampuni zote za ununuzi wa pamba zihakikishe muda wote, wakati wote ambapo wananunua pamba ya mkulima asikopwe. Mkulima anapopeleka pamba yake, akishauza pamba yake, alipwe pesa yake kama alivyouza kulingana na kiasi cha kilo zake. Na pamoja na hilo, niwahimize wanunuzi wa pamba hasa AMCOS ambao wanapima ile pamba ya mkulima. Wakulima wetu wanajitahidi sana kusimamia kilimo cha zao lao la pamba mpaka kufika kuvuna. Kwa hiyo vitendo vilivyokuwa vikijitokeza misimu iliyopita, mkulima kuibiwa pamba yake kupitia kwenye mzani wa kupimia pamba, tafadhali sana kwa msimu huu wasijaribu. Serikali imejipanga, na yoyote atakayekamatika ni uhujumu uchumi kama wahujumu uchumi wengine. Bei elekezi mpaka tunafungua soko letu ilikuwa ni shilingi 1240, ambayo ndiyo imeendelea kuwepo mpaka sasa kwa ununuzi, licha ya kwamba kwenye soko la dunia bei kuonekana inaendelea kushuka. Tumaini inaweza ikaimarika tena, lakini kwa mkulima bei tumeendelea kusimamia iliyoko sokoni 1240. Kiukweli tumejiandaa na soko vizuri. Tumeweka vituo vyetu sawa, tumeshaandaa miundombinu ya kusafirisha pamba hiyo, lakini pia fedha kwa mkulima ipo karibu. Atakapofika akipimiwa, basi mkulima apate fedha yake pale pale. Kwa hivyo kikubwa, mkulima akivuna awaishe pamba sokoni kwa wakati kwenye vituo vyetu vya manunuzi. Kwa kata ya Mwalukwa pale Shinyanga vijijini tuna vituo 4. Kuna kituo cha Ngama AMCOS, pale kuna kituo cha Bulambila AMCOS, kuna kituo cha Kwelibalini AMCOS na kituo cha Kadoto. Wafike pale wapimie pamba yao kwa usahihi kabisa, wazingatie swala la usafi, pamba isiwe chafu. Watakapovuna tu shambani wasiache ikadondoka na vumbi pale, waiwaishe AMCOS, basi wataweza kuuza pamba yao pale. Lakini kwa kata ya Masengwa pale Shinyanga vijijini tuna vituo 3. Masengwa AMCOS, tuna Ilobashi AMCOS na Ikonda.
AMCOS. Basi hivyo vituo vitatu vinahudumia kata ile ya Masengwa. Huduma iko nzuri pale, fedha zipo, wafikishe pamba zao. Lakini pia manispaa Shinyanga manispaa tuna kata ya Shinyanga pale, tuna AMCOS ya maendeleo, tuna kata ya Mwamalili pale, kuna Mwamalili AMCOS, kuna Bushola AMCOS, basi wafike pale kuuza. Tuna kata ya Ibadakuli, basi pale kuna Zogore AMCOS, kuna Ibadakuli AMCOS, kuna kata ya Galamba, kata ya Kolandoto, kuna Galamba AMCOS, kuna Mwagara AMCOS. Basi hivyo vituo vyote nilivyovitaja vya kampuni ya Mashati Investment, huduma nzuri pale, fedha zipo za kutosha. Wakulima wafikishe pamba zao pale kwa kuzingatia haya maelekezo tuliyoyatoa. Basi wavune kwa wakati, wasipeleke pamba nyumbani, wapeleke kituoni moja kwa moja kuuza. Tuko pale muda wote, tuko kuhudumia wakulima wetu pale. Naipongeza sana serikali kwa bei elekezi iliyotutolea ya 1240 na kampuni ya Mashati naipongeza kwa sababu hatuuzi pamba kwa mkopo. Lakini ninawaasi wakulima wenzangu tuuze pamba mapema ili tuweze kununua chakula, maana sasa mazao bado ni bei nzuri, bei ndogo. Nikiangalia kwenye kata yetu, debe la mahindi linauzwa hata shilingi 12,000, 10,000 napata, na mpunga hivyo hivyo. Jamani, sasa hivi tukivuna pamba yetu bado iko mashambani, lakini tuivune tulete mapema kwa sababu unaweza kupeperushwa na upepo. Mimi ni mkulima, nileta pamba hapa nimeuza leo. Tayari nimeleta tena nyingine hapa, nimeweka kwenye pawatila humo, nimeleta kuja kumalizia. Jamani, naomba sana tuuze pamba yetu ili tupate kununua mazao kwa haraka haraka ili kuondokana hali ya njaa. Kwamba kwa kweli kuhusu bei tumelizika nayo kwa sababu tayari tunauza. Alafu isitoshe kwamba kuna ongezeko kubwa, mabadiliko makubwa kutoka mwaka jana ilivyokuwa mpaka leo mwaka huu, naona bei iko nzuri sana. Alafu kitu kingine nataka nizungumzie swala la ubora wa mizani, kwamba kuna sehemu fulani wanalalamika hivyo, lakini kwa upande wetu sisi hapa naona kama mizani iko vizuri, kwa sababu tunapojaribu kupima tunaona kwamba uzito wa pamba namna jinsi ulivyokadiria unakuja kufikia hatua ile ambayo sisi tunatamani iwe. Kwa hiyo nadhani kwenye swala la mizani naona mizani iko vizuri. Alafu na bei imeshalizisha. Alafu kitu kingine ni swala tu la kwamba watu wana nadharia fulani ya kwamba unijaribu kuvuna pamba nisubishe ndani, nitakaposubisha ndani nisubiri labda bei inaweza kuongezeka, lakini kwa utaratibu naona kama tunaanza kuondoka. Tunaondoka kwa sababu gani? Unaposubiri kwamba usubiri bei na maisha na gharama za maisha zinaendelea kupanda. Kwa hiyo unapoamua kuvuna na kuweka ndani pamba, kinachofuata basi ni kwamba ni kufikiria namna kwenda kuuza kusudi ujaribu kupata mahitaji mapema kabla bei mfumuko wa bei hujaongezeka. Mimi kitu ninachoongelea kwa leo, na waomba tu wakulima wenzangu, tumeshaachana na mambo ya kusubiria pamba kutokupata hela. Sasa hivi inatakiwa tununue pamba, tukauze, tupate hela, tununue chakula, maana chakula kinapanda bei. Halafu hiyo pesa ni matumizi kwa wanafunzi wako likizo, unaweza kuwahitajia mahitaji yao ya muhimu ya shuleni.